tuende katika head to head decider ama kulingana na ratiba ya leo vile anaweza sema kwamba basi upigaji kura wa wenyekiti utahairishwa hadi katika kikao maalum, yani tunaita kwamba special session. Nakumbuka atakayekuwa anakalia kiti hicho basi atakuwa naibu ambaye atakuwa amechaguliwa pia. Kwa hivyo ngoma bado inazidi kusakatwa mle ndani, lakini tukijaribu tu kuchanganua ni kwamba hii leo hatukumuona rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni hakufika hapa katika kwenye uchaguzi huu wa AUC, lakini kwenye kiti cha sehemu ya Uganda alikuwa amekalia anayemwakilisha Museveni. Kwa hivyo sijui kwamba kulingana na wachanganuzi wa kidiplomasia watakuwa wametaja aje kutokuwepo kwa rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ndiye alifika Nairobi na kusema kwamba mimi nitakuwa kule Addis Ababa Ethiopia, na nitakuwa pia yule ambaye atakuwa anafanya kile wanaita nita second, yani nitakuwa. Lakini kufika leo hatujamuona Museveni, tumemwona naye mwakilisha akikaa kwenye nafasi yake Yoweri Kaguta Museveni. Na leto unajua kwa kura ama uchaguzi wa kidiplomasia wanasemanga kwa lugha ya Kimombo on a very light note that when it comes to serious business, yani diplomacy, it is the biggest lie. Kwa sababu diplomasia ina utaratibu wake na kuna maswala mengi ambayo huwa yanazingatiwa. Lakini kumbuka mtazamaji, mbivu na mbichi bado, kwa sababu tumefika katika awamu ya 4 na kulingana kufikia sasa ni kwamba Raila Amolo Odinga, mgombea kutoka Kenya, aliweza kushinda ama kupata kura mingi zaidi katika awamu ya kwanza na ya pili. Naye mgombea kutoka Djibouti Mohamud Yusuf Ali aliweza tu kujikakamua na kupata kura na kuongoza katika awamu ya 3 na ya 4. Basi tunasubiri kwa kina kupata matokeo ya raundi ya 5 leto. Hivi sasa naambiwa na hawa viranja ya kwamba matokeo yanaingia. Leto, hebu tueleze matokeo ya raundi ya 5. Matokeo ya raundi ya 5 ni kama yafuatavyo. Round 5 of voting. Kenya's candidate Raila Odinga has 21 votes, while Mohamud Ali Yusuf of Djibouti has 26 votes. With abstention, 2 countries have abstained in the 5th round of voting, and we can see that the Djibouti candidate has basically added about another vote. He has added 1 more vote into his tally, while in the round 4 the Djibouti candidate had 25 votes, while Raila Odinga of Kenya had 21 votes. And in the 5th round of voting, the Djibouti candidate Mohamud Ali Yusuf has stepped 1 vote ahead and now stands at 26 votes, while Raila Odinga of Kenya has stagnated at 21 votes, and 2 countries have since abstained with no spoiled vote this time round, which means all countries are now boarding to the vote except these 2 abstention. And we just want to see, Seth, from here, where do we go in terms of the 5th round? Are we now going to climb all these rounds until round 20? As it stands, the Djibouti candidate for the chairperson of the African Union Commission, that is Mohamud Yusuf Ali, has taken an early lead. As it stands, the Djibouti candidate Mohamud Yusuf Ali has taken an early lead. He's leading in 3 rounds out of 5 in the just tallied votes of the Africa Union Commission, the chairperson vote. I can repeat this again, that Mohamud Yusuf Ali, the Djibouti candidate, is now leading in terms of the votes that have been cast in the 1st, 2nd, 3rd,
4th and 5th round. Kwa hivyo tu ni matokeo ambayo tunazidi kupata, lakini kumbuka kwamba ni kuchukua tu uongozi. Ninaarifiwa hapa ya kwamba mshindi ambaye atatangazwa hii leo ni lazima apate thuluthi mbili, na thuluthi mbili ni ambayo lazima iwe kura 33 Leto. 33. Manake nimekuwa tu nikifanya hesabu zangu za upesi kabisa kwenye hesabu zangu ambazo nilifunzwa na mwalimu anaitwa Bwana Chepkwony kule shule ya upili ya Kabianga, kaunti ya Kericho. Alinifunza kwamba thuluthi mbili ni 2 chini ya 3, ukisema times 100 and then itakuletea kwamba ni 32.6 na hakuna nukta 6 hakuna nukta 6 ya rais. Hivyo ni kura 33. Hii ni kulingana na iwapo thuluthi mbili ya marais walioshiriki kura si thuluthi mbili ya mataifa ya bara Afrika. Manake ikiwa ni thuluthi mbili ya mataifa ya bara Afrika, basi thuluthi mbili huenda ikapanda juu hadi hata 36. Lakini kwa sasa tunajaribu kutizama ni nani ambaye anakaribia kufika kura 33 ambayo itamfanya kutangazwa mshindi. Basi mtazamaji, tu ni kueleza tu kwa kina ni kwamba kumbuka kwamba ni tunatangaza matokeo haya kulingana na raundi ama awamu 5 ambazo zimepigwa kura. Awamu ya kwanza na ya pili, mgombea kutoka Kenya Raila Amolo Odinga aliongoza. Awamu ya 3, ya 4 na ya 5 ni mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mohamed Ali Yusuf ambaye anaongoza. Lakini kumbuka kwamba kulingana na sheria za upigaji kura hapa AU ni kwamba mshindi lazima awe amepokea ama amezoa jumla ya kura 23. Kwa hivyo kufikia sasa upinzani ni mkali kati ya Raila Amolo Odinga kutoka Kenya na Mohamed Ali Yusuf kutoka Djibouti. Ni kweli kwamba ni kweli Seth Olale, manake when you look at the voting patterns, right from when the Madagascar candidate was position 3, when Raila Odinga was leading, to all the way to when the Madagascar candidate dropped out of the race, you saw there was a lot of changes in terms of the voting patterns. And true to the letter that was written by the South African Development Community, SADC, we've seen that there is a more liking of the SADC nations to the Djibouti candidate, which means majority of the votes that have fallen out or fallen off from the Madagascar candidate have been taken by Mohamed Ali Yusuf of Djibouti. That means majority of the SADC nations have boarded the Djibouti train to have Mohamed Ali Yusuf as the new AUC chair, but the 2/3 majority is yet to be achieved in this election. And Leto, I want us to go back to the standing orders governing the election of the chairperson and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. And this is just one of those clauses I want to read here. It states that where there are only 2 candidates initially and neither candidate obtains the majority required after the 3rd, the candidate with fewer votes is withdrawn and the remaining candidate proceeds to the next round. The case we saw with the dropping out of the Madagascar candidate. Let's go to the second clause. It states, if the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Let me just read it again. Please do. Clause 2 of the standing orders in regards to the election of the chairperson of the Africa Union Commission and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. If the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Now listen to the 3rd clause. Where there is only 1 candidate initially and he or she fails to obtain the 2/3 majority required after the 3rd ballot, the current chairperson is required to suspend the election.
Stephen Leto, are we seeing a possibility of a suspension here? Kama ulivyotaja kwa lugha ya Kimombo ni kwamba yule anayesimamia uchaguzi huu sasa yupo kwenye njia panda, manake lazima arejee kwenye sheria na taratibu za uchaguzi katika chaguzi za AUC, manake inatoa mwelekeo kukiwa na vuta ni kuvute ya aina hii, ni vipi mwelekeo utakuwa upi? Je, ni mkutano ama uchaguzi utatupiliwa ama yani utaahirishwa, au mkutano huo ama watatangaza yule ambaye anaongoza? Manake hapa si mwaniaji mmoja tuliokuwa nao, tulikuwa na waniaji watatu. Kwa hivyo hatutaki kuandika kwa mate ilhali wino upo. Tutasubiri kuona uamuzi utakaotolewa mle ndani kwenye Nelson Mandela Plenary Hall, ambapo ndiyo mambo yamechemka mle ndani, Raila Odinga akiongoza kwa raundi ya kwanza na raundi ya pili, huku Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti akiongoza kwa raundi ya 3, raundi ya 4 na raundi ya 5. Kuna habari za hivi sasa. Raundi ya 6 ya matokeo ya uchaguzi wa Tume ya Afrika ya Uwenyekiti. Raundi ya 6, Mohamed Ali Yusuf mgombea kutoka Djibouti, kura 26. Raila Amolo Odinga kutoka Kenya, kura 22, na kura iliyosusia ni kura 1. Hii inamaanisha nini, Stephen Leto? Ya kwamba Raila Amolo Odinga ameondolewa ama ameondoka kwenye kinyang'anyiro, kwa sababu kumbuka kwamba ni kinyang'anyiro ni raundi ya 6, na sasa Mohamed Yusuf Ali anaelekea katika awamu ya 7 na lazima apate kura zaidi ya thuluthi 2 ambayo ni kura 33. Ni kweli Seth, manake hapo ndipo kuna kizungumkuti. Je, mataifa ambayo yamempigia kura Raila Odinga ambayo ni mataifa 22, je, mataifa hayo pia sasa yatatangaza kususia uchaguzi kuendelea na uchaguzi huu, au mataifa hayo 22 yataamua Na mtazamaji, kama umekuwa ukifuatilia kwa utaratibu kwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba tulikuwa na Stephen Leto na Seth Olale Ethiopia, lakini naona kwamba imerudi, tuwasikilize wanachokizungumza. Kwa hivyo hebu tuangalie makarani wetu wanasemaje, manake makarani wamekuwa very busy, kwa sababu tunaona tulichokuwa tukielezewa ni kwamba lazima kuwe na thuluthi 2. Yani hii hamna lile wanasema simple majority. Yani lazima kuwe hivyo. Kuondoka kwa Raila kwa kinyang'anyiro hichi, kujiondoa baada ya kupata mataifa 22, je, kuna maanisha nini? Mataifa haya yataungana na kusema sasa sisi tunaondoka na mwaniaji wetu? Basi mtazamaji, ni taarifa ambayo inakukujia hivi sasa ni kwamba Raila Amolo Odinga amepoteza the Kenya's candidate for the chairperson of the Africa Union Commission has lost the Africa Union race. Basi ni kuelekea katika awamu ambayo inaendelea hivi sasa, na tunamsubiri sana kumsikiza mwenyekiti Musa Faki iwapo atahairisha uchaguzi ama iwapo kufuatia sasa kuondolewa ama kujitoa ama yani him dropping out the candidates. Yeah. Iwapo Musa Faki mwenyekiti wa Tume ya Afrika ambaye anaondoka atahairisha uchaguzi ambao unaendelea, ama wale ambao walikuwa wamempigia Raila kura na sasa Raila hayupo tena, iwapo wataelekeza kura hiyo
kwa Mohamed Yusuf Ali. Ni kweli, manake mataifa ambayo yamempigia Raila tayari yameonekana kuwa yameungana kuanzia kura 20 hadi 22 kwa muda mrefu. Hivyo kumaanisha kwamba ilikuwa ni block yake, na ikiwa hivyo basi block hii itazidi ama itajiondoa kwenye kinyang'anyiro. Manake wote wakijiondoa, basi inamaanisha wale watakampigia Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti atahitaji takriban kura 7. Atahitaji kura 7. Manake 26 atahitaji kura naam, atahitaji ili aweze kutangazwa kuwa ndiye ameshinda. Lakini if as is now, yani ilivyo sasa, ni kwamba hakuna ambaye amefikisha thuluthi mbili. Lakini sasa yule ambaye ameachwa kwenye kinyang'anyiro ni Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti. Je, mataifa 22 ambayo yamempigia Raila Odinga kura kuanzia mwanzo, je, mataifa hayo yatabadili sasa mwenendo na kusema bara limeamua na sasa tunawaunga na kumpigia kura Mohamed Ali Yusuf ili apate kiti hicho, ama watasema basi sisi tunarejea nyumbani, tuende tena tukajipanga upya kwa kinyang'anyiro kingine? Kwa hivyo hayo ni baadhi ya maswali na masala ambayo tunatarajia ama tunasubiri Musa Faki, mzaliwa wa Chad, kutoa mwelekeo. Manake bara zima la Afrika limesalia Faki atoe tu uongozi kuhusu kinachosalia. Lakini kwa hivi sasa, mtazamaji, na kuhakikishia kwamba Mohamed Yusuf Ali ndiye mpinzani pekee kwa sasa, na anahitaji tu sasa kupata kura 8 zaidi ili aweze kutangazwa rasmi mwenyekiti mpya wa Tume ya Afrika. Hapo awali, kumbuka kwamba Leto tulipotuanzisha taarifa yetu hapa, tuliweza kuzungumza naye. Tulikuwa tunataka azungumze nasi, lakini Mohamed Yusuf alitueleza kwamba, alituhakikisha kwamba nitazungumza nani, runinga ya Citizen, runinga ya Inoro, runinga ya Ramogi, Radio Citizen na View. Sasa nitazungumza nani punde tu shughuli ya leo itakamilika. Basi tunamtarajia vile vile Raila Amolo Odinga azungumze kuhusu kampeni yake, jinsi alivyopanga kampeni yake, na kufikia sasa kutoka hapa nini gani itafanyika kutokea hapa. Na kumbuka kwamba vile vile Richard Ramandiato na Leto, mimi kulingana na wadadisi, pengine watasema kwamba ni Jumuiya ya Afrika Kusini imeamua matokeo ya leo. Ni kweli, kwa sababu ukitizama jinsi matokeo haya yamekuwa, mwaniaji wa Djibouti amepanda kwa haraka kutoka nafasi ya pili hadi nafasi ya kwanza, akiwa anaongoza na kura 26 hadi kufikia sasa. Lakini kizungumkuti ni kwamba wawaniaji wawili ambao walikuwa ndio front runners, yani wale wababe wa kwanza wawili, ambaye alikuwa Raila Odinga na Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti, walikuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka mataifa mbalimbali. Ndio maana kuwania ama kupata thuluthi mbili inaonekana sasa kuwa ni sawia na kupanda mlima. Inakuwa ni vigumu kidogo, manake wawaniaji hao wawili walikuwa na uungwaji mkono kutoka mataifa mengi. Na unapotizama jinsi Afrika Kusini ilivyofanya, ama kusini mwa Afrika ilivyofanya, ni kwamba yale mataifa yote ambayo yalimpigia kura Richard Raniambandrato, mataifa mengi yalikuja kumpigia mwaniaji wa Djibouti. Naam, kabisa Leto, kwa sababu ukiangalia katika awamu ya 3, 4, 5 hadi 6 kura za hasa awamu ya 3, ukiangalia awamu ya 3 kura za Richard Ramandrato zilipunguka, na niposa wakati wa raundi ya 4 kura za Mohamed Yusuf wa Djibouti zikaanza kuongezeka kwa kasi. Kumbuka kwamba si uchaguzi pekee, ni mkutano ama kongamano cha kilele cha marais. Uchaguzi tu ilikuwa tu ni mojawapo ya masuala ya kuzungumziwa hapa, lakini kuna masuala mengi kuhusu uendeshaji bora ama usimamizi bora wa uongozi barani Afrika. Kuna masuala vile vile kuhusu
kuhusu usalama wa nchi hasa katika demokrasia ya Kongo, na vile vile kuhusu hali ya usalama katika nchi ya Sudan, na vile vile kulikuwa na swali la udhamini na hasa utekelezaji wa miradi mbalimbali barani Afrika. Basi ni masuala tu pengine huenda yakahairishwa kwa sababu leto hivi sasa ukiangalia saa yako ni kwamba tunaelekea sasa jioni, na kwamba haitabainika iwapo masuala haya ambayo yalikuwa katika agenda ya leo yatazungumziwa ama yatahairishwa. Ni kweli, manake kumbuka, kando na uchaguzi wa wenyekiti wa bara Afrika ama tume ya bara Afrika, pia kulikuwa na uchaguzi wa naibu wa atakayeshinda kinyang'anyiro hichi. Kwa hivyo kumekuwa pia na hiyo kusubiri tu kuona yule ambaye atakuwa naibu ni nani, manake mataifa manne yametoa wale ambao wanagombea kiti hicho, na bado hatujajua kwamba iwapo wameanza kuangazia masuala ya unaibu wa mwenyekiti wa AUC, lakini tunachosubiri sasa ni uamuzi kabisa wa yule anayesimamia uchaguzi huu. Atuelezee, je, kulingana na taratibu na sheria za muungano wa bara Afrika, haswa muongozo wa uchaguzi, kukiwa na hali ya sintofahamu kama hii, je, ni vipi kutaweza kutolewa, yani kuweka mambo yakawa sasa yaendelee jinsi ilivyopangwa? Manake sasa kila mtu aliye hapa, wale wote wana diplomasia bado wanasubiri uamuzi huo kutoka kwa wale wote ambao nini. Kwa hivyo sasa tunaona wale ambao wanaendelea kuondoka marais. Sasa kuna wale ambao tu wanatoka kwenye ukumbi ule ambao kulikuwa na uchaguzi. Tumemwona waziri wa mazingira Aden Duale akiondoka tu kwa muda mfupi kabisa uliofika. Je, tunaona wale wajumbe ambao walikuwa mle ndani wameanza kuondoka. Je, ni ishara kwamba tayari ni kama masuala mle ndani yamekamilika na ni uamuzi tunasubiri? Nadhani leto wale ni maagenti na wanaenda kumleta ama kuwaleta wawaniaji wote, kwa sababu tunarifiwa kwamba uamuzi umefanyika kuhusu shughuli ya uchaguzi, iwapo wataendelea ama iwapo shughuli hii itahairishwa. Basi ninaarifiwa mtazamaji ya kwamba wale wagombea wenyekiti wa nyadhifa mbalimbali wanatakiwa sasa warudi mle ndani katika ukumbi, alafu uamuzi utolewe na mwenyekiti wa tume ya Afrika ambaye ni Musa Faki. Basi hivi sasa mtazamaji, tunamtarajia Mohamed Yusuf Ali wa Djibouti kufika katika ukumbi huu kutumia upande huu, kwa sababu tuliweza kuzungumza naye hapo mbeleni, lakini alitueleza kwamba hawezi zungumza nasi hadi kilele ama tamati ya shughuli ya leo. Lakini tunamtarajia pengine, kwa sababu tumeweza kuona agenti mbalimbali wametoka nje na wanaelekea kule eneo ambalo wagombea wenyekiti wa tume ya Afrika walikuwa wameelekezwa waende pale hadi matokeo yatakapotangazwa. Basi tunamtarajia Raila Amolo Odinga, vile vile Mohamed Yusuf Ali wa Djibouti na Richard Randriamandrato wa kutoka Madagascar waweze kufika hapa. Nilijaribu kuzungumza naye waziri wa masuala ya mazingira ambaye ni Aden Duale, ambaye aliweza tu kutoka tu kwa kifupi mle ndani, lakini alisema kwamba hawezi zungumza nasi sasa hadi tamati ama hadi shughuli hii ishe. Kumbuka kwamba mbali tu kama letu alivyokueleza mtazamaji, mbali na shughuli ya uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya AUC, vile vile kuna uchaguzi wa naibu wa tume ya AUC. Basi vile vile tunawatarajia baada tu ya wale wagombea wenyekiti watakapo tu ingia mle ndani na taarifa ama wapate ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya Afrika AUC, basi wataondoka, na wakishaondoka marais ambao wako mle ndani na wajumbe ambao wako mle ndani basi watashiriki uchaguzi wa awamu ya pili, ambao ni uchaguzi wa kumteua ama kumchagua
naibu mwenyekiti wa tume ya AUC. Mbali na naibu mwenyekiti na mbali na mwenyekiti wa tume ya AUC, kumbuka kwamba kuna jumla ya makamishna 6, makamishna ambao tayari walishachaguliwa kupitia kongamano maalum la baraza la mawaziri. Ni kongamano ambacho kilikita kambi hapa siku 2 na kuandaa tu mkutano maalum na kuandaa ripoti ambayo vile imeweza kuidhinishwa na kongamano cha kilele cha marais ambacho vile kina shiriki shughuli ya uchaguzi mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela. Basi hivi sasa tunaweza kuwaona tu mtazamaji, kama mwelekezi wangu, mpiga picha wangu Gitonga, unaweza tu tuonyesha yale ambayo yanajiri hapa. Tunaweza kuona kwamba ni baadhi tu ya wajumbe ambao wanaanza kutoka nje, kuashiria kwamba ni kama shughuli inaelekea kukamilika. Tajaribu tu labda tuweze kuzungumzia pengine na moja wawili pale, lakini shughuli inaendelea hapo. How are you, sir? Good evening, sir. Can you speak to us kindly? Okay, basi ni kujaribu tu. Kumbuka kwamba hawa ni wajumbe na wengine bila shaka wametazama na wameshiriki uchaguzi ama shughuli ya uchaguzi, na hivi sasa wataki kumzungumza kwa sasa, lakini kama tunavyoona ni kama wanawatafuta wale wagombea ambao wanatakiwa sasa warudi mle ndani, wagombea wenyekiti wa tume ya Afrika AUC, lakini ni kama bado wanatafutwa. Bila shaka mtazamaji, ni yale ambayo yanajiri hapa. Moja kwa moja tunakuletea kuhusu matokeo ya uchaguzi wa tume ya Afrika, kuhusu mwenyekiti na naibu wake. Na kama nilivyokueleza, Leto, tumekita kambi hapa takriban wiki moja, na ni shughuli ya kidiplomasia imekuwa ikiendelea tangu mwanzo hadi sasa. Shughuli ya uchaguzi unaendelezwa kwa utaratibu, hakuna uhasama. Kama kuna uhasama ni ile ambayo haionekani. Kama nilivyosema awali tukianza matangazo haya, nilianza nikisema kwamba rangi hapa ni kijani kibichi, fikra hapa ni kijani kibichi, yani hakuna mrengo wowote, manake mrengo ni mmoja tu hapa na azma ni moja, ile ya muungano wa bara Afrika. Sijui mle ndani tukichungulia kuna nini, lakini tunaona sijui mambo yanaendeleaje. Tutizame tu, naona kwamba wanaotoka na kuingia ni wale tu ambao wanaruhusiwa kuingia mle ndani. Huo ni ule ukumbi kabisa ambao tumbo joto ama nyusi joto zilipanda kabisa, na kama alivyotuelezea Seth Olale ni kwamba uchaguzi huu umekuwa ni uchaguzi wa kuwekeana nyuso safi, ni swala ambalo wanaoshiriki chaguzi katika bara nzima la Afrika wanafaa kuangazia. Uchaguzi unafanyika bila kuwepo na chuki, bila kuwemo na mvurugano. Uchaguzi tu unaisha na yule ambaye ameondoka, kama ule wa kwanza anajidondoa, yule wa pili kushindwa anajidondoa tena zaidi. Kwa hivyo mengi tu ni tuangazie, tujue mambo yanaendeleaje mule ndani, na sijui kama wenzangu upande ule wa pili wana taarifa zaidi kuhusiana na ule uamuzi, ama kama kulikuwa na ule tulisema kwamba third round, na mara ya tatu kuenda. Kwa hivyo tukiangazia tu tujue mambo yanaendeleaje. Sijui mwenzangu Seth Olale, umepata nini kufikia sasa? Nimewapata tu baadhi ya viongozi ama baadhi ya wajumbe kutoka nchini Kenya ambao wamejinda kuzungumza nami hivi sasa, lakini labda ni hali ya kawaida. Wamesema kwamba watazungumza baadaye na inaeleweka, manake kumbuka kwamba vile nimeweza kuwatafuta wale wajumbe kutoka mle ndani, na wengi wao wanasema kwamba hamna, tutazungumza hivi sasa, tutazungumza baadaye. Wanasema kwamba kulingana na itikadi zinazosimamia uchaguzi ya wanachama wa tume ya AUC hawafai kuzungumza. Basi ni
kusubiri tu yale ambayo yatajiri ama yale ambayo yanafanyika mle ndani, lakini kwa hivi sasa bila shaka tunajua kwamba mwenyekiti wa tume ya AUC ambaye ni Musa Faki anatoa mwelekeo kuhusu jinsi mambo yatakavyoendelea baada ya awamu hizo 6 za kupiga kura kumchagua mwenyekiti wa tume hiyo kufikia tamati. Kwa hivyo sasa kumbuka kwamba mwenyekiti Musa Faki hivi sasa anatarajiwa kutoa taarifa ama mwelekeo kuhusu iwapo tu uchaguzi huu utahairishwa, lakini kinachobainika ni kwamba kumbuka kwamba mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mohamud Yusuf Ali ameweza kuongoza, na ni jambo ambalo lilisababisha Raila Amolo Odinga kutoka Kenya kuondoka ama kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kulingana na itikadi ama taratibu za tume ya AUC. Basi kumbuka kwamba Mohamed Yusuf Ali ni sharti apate jumla ya kura 33, yani thuluthi 2 na zaidi, ili kuweza kutangazwa mshindi wa tume ya ama mshindi wa mwenyekiti, kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa tume ya AUC. Ni hapa ndipo shughuli yote inafanyika, na ni hapa ndipo tunamtarajia na tunawatarajia viongozi na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, si Kenya pekee bali ni mataifa mbalimbali ambao wameweza kufika hapa. Tunawatarajia waweze tu kutuelezea shughuli hiyo iliendelezwa vipi, na je, kutoka hapa matokeo ya tume ya Afrika, uchaguzi huo utazidi kuleta pamoja wanachama 49 wa tume ya AU ama italeta uhasama. Basi ni swala ambalo tu tutaweza kuwauliza wale ambao walishiriki shughuli hiyo, na ni wale ambao vile vile bado wako mle ndani. Lakini kumbuka kwamba ni shughuli tu ambayo imekuwa ikifanyika tangu mwanzoni mwa wiki hii. Ni shughuli ama kongamano ambalo lilianza, kongamano ambacho kilianza na baraza la mawaziri kutoka tume ya Afrika. Tuliweza kumwona mwakilishi wa Kenya ambaye ni mkuu wa mawaziri na vile vile waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi akihudhuria kongamano la baraza la mawaziri, na ni kongamano ama ni mkutano ambao vile vile uliweza kutoa ratiba na kutoa ripoti maalum kuhusu yale ambayo yatazungumziwa hapa, na tayari baadhi ya masuala yaliyojumuishwa katika kongamano la baraza la mawaziri, masuala hayo yamezungumziwa. Tunaongea masuala kuhusu usalama wa bara. Walizungumzia swala la usalama nchini Demokrasia ya Kongo, hasa eneo la Mashariki, ambapo tunaarifiwa kwamba vita vinaendelea kati ya waasi wa March 23 Movement, yani M23, na wale wanajeshi kutoka jeshi la taifa ama jeshi la serikali la DRC. Vile vile walizungumzia masuala kuhusu udhamini wa bara Afrika. Kumbuka kwamba Rais William Ruto vile vile alihudhuria kongamano hicho ambacho kilikuwa kiamshakinywa hapa, the African Credit Agency Agenda. Na mbali na hayo, rais vile vile hiyo jana jioni alizungumzia kikao maalum cha kudadisi ama kuangazia usalama nchini Demokrasia ya Kongo letu. Ni kweli Seth, ni kuelezea tu kwamba uamuzi ambao tulikuwa tukihusubiria mle ndani ni kana kwamba marais wa mataifa bara Afrika, kuna uamuzi ambao umefanyika, manake uchaguzi umeenda hadi mwisho, na tunavyozungumza sasa yule mwaniaji kutoka Djibouti ndio huenda sasa wakati wote akatangazwa kuwa ndiye mwenyekiti mpya wa bara wa tume ya Afrika Mashariki, yani AUC. Manake baada ya kupata kura 26 katika raundi ya 6, raundi ya 7 ilimpa kura takriban 33, hivyo kupata kura thuluthi 2 na kumpa nafasi murwa kabisa ya kuchukua afisi ya 17 kwenye ukumbi huu tulioko, ambapo ndio afisi ya yule atakaye kuwa mwenyekiti na kuchukua usukani kutoka
kutoka kwa mzaliwa wa Chad Mohamed Moussa Faki Mahamat. Na ikumbuke kwamba tulivyoanza matangazo haya Rashid na Lulu, ni kama kwamba tulisema kwamba kila mtu ni mfalme kwao, na akifika hapa tulikuwa tunamtafuta mfalme wa Afrika, na hii leo tumempata mfalme wa Afrika. Ni Mohamed Ali Yusuf kutoka Djibouti, taifa lililo kaskazini mwa taifa la mashariki mwa bara Afrika, kaskazini mwa mataifa la Kenya. Na sasa hapa ndipo mambo yatakuwa yakifanyika, masuala mengi yakizungumziwa pale, ndio yeye atakayetekeleza. Kumbuka kwamba pia tunasubiria apate naibu wake ni nani kutoka kaskazini mwa bara Afrika. Kwa hivyo hatuna mengi, tutazidi kukuletea mengi marais wakitoka kwenye ukumbi, lakini kwa sasa Rashid na Lulu tunawarejesha kwenu studioni, manake tunaona kuna mkono na hisia tofauti kote nchini. Na sasa kwenu, chukweni usukani, na kisha baadaye tutawaletea mbivu na mbichi katika kile tutaita post election analysis. Naam, shukran sana Seth Olale. Stephen Leto akiwa katika nje pale ya ukumbi wa kikao almaarufu Nelson Mandela. Mengi yamejiri pale ndani, si siri tena kwamba kufikia raundi ya 6 ikawa bado yule mgombea kutoka Djibouti anaongoza kwa idadi ya wale walikuwa wanampigia kura za siri, na raundi ile nyingine aliyokuwa ametolewa Raila Amolo Odinga ameweza kupata thuluthi 2 ya waliopiga kura. Hivyo basi sasa hivi tunasubiri tu akabidhiwe virago vyake rasmi, lakini yeye ndiye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lulu, inamaanisha kwamba ile safari ile ya kampeni ya kuanzia shilingi hadi noti, kuanzia muhundi hadi dege, kuanzia nahau hadi methali, kuanzia diplomasia hadi kukazia, imeishia hapo. Kama unavyojua ni kwamba unapanga lako na Mwenyezi Mungu anapana. Katika diplomasia huwa hakuna kupeana uhakika. Ni kwamba nitaangalia, nitaona, tutaangalia. Kwa hiyo yote ni maswala kwamba unatia mkono gizani, ujue utaokota kitu gani. Kwa alibahatika kuokota ni wa kutoka Djibouti. Kwa ufupi ni kwamba tinga limeshindwa kuingia katika ardhi ya bara la Afrika. Na mnaikumbuke kwamba ameweza kutembea mataifa takriban 29 kuweza kuwatongoza viongozi mbalimbali. Lakini mtazamaji, hisia ni mseto kutoka maeneo tofauti, na kwa hivi sasa naungana naye Jimmy Mbogo atueleze. Jimmy, inakuwaje ni kwamba vijana wameweza kupenda ama kufuatilizia ama kuvutiwa sana na uchaguzi huu? Naam, shukran sana Lulu na Rashid pale studioni. Ni kweli kuwa tumekuwa na kundi hili la vijana kutoka mida ya asubuhi hapo, wameweza kuzunguka. Walikuwa na gari ambalo lilikuwa likileta matangazo haya moja kwa moja kupitia runinga hii yetu waipendayo ya Citizen TV. Hapo awali kulikuwa ni burudani na densi, kulikuwa na ngoma ambazo zimerindimwa huku siku nzima, lakini kwa hivi sasa kama unavyowaona, wengi wao wamebaki kusononeka, wasijue nini haswa kilichofanyika kule Addis Ababa. Na kwa hivi sasa napenda kuzungumza nao tuweze kupata hisia zao, tujue, manake wengi wao walikuwa na imani kuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa akitangazwa hii leo kama mwenyekiti mpya wa AUC, lakini kama mlivyosema, sisi tulipanga, wao wakatenga, lakini matokeo yakawa vile ambavyo yamekuwa. Tunaomba utuambie jina lako, utuambie results ambazo umeweza kuzisikia hivi sasa, taarifa ambazo umeweza kuzipata kuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepoteza kura hiyo ya AUC. Wewe kama Mkenya umekuwa hapa kutoka asubuhi, hisia zako ni zipi? Tumekuwa hapa tangu asubuhi, hatujafurahia na matokeo, lakini tungesema ya kwamba sisi kama Wakenya tumeungana na tumekuja pamoja from here this morning. We have been here supporting the AU ambition. Tumekuwa na ambition ya president ya Raila Amolo Odinga pale AU. Tulikuwa tunamwombea mazuri, lakini ameshindwa. Tunamwomba arudi nyumbani, tuungane, tutengeneze Kenya isonge mbele. Na kwa hiyo tunasema anapokuja huku Kenya, tunataka amani, nataka pia tusupport Kenya iende mbele kwa Rais Ruto. Asanteni sana, na tunaombea Raila kwamba akirudi asupport Ruto 10 bila break. Hatutaki maneno mengi. Hayo ni maoni yako. Tungeomba pia na wewe utueleze jina lako na uweze kutupa maoni yako. Kushikia hii. Mimi naitwa Bwana Joel Obengo. Mimi nasema naunga mkono Raila Odinga hata kama Rashid, kwa sasa na Lulu, hizo ni hisia za Wakenya. Iwapo mtaendelea kunipata, naomba dakika moja ili tuweze kuzungumza. Mzee, tueleze jina lako na uweze kutupa hisia zako. Mimi naitwa Joel Obengo. Mimi
we've been supporting Raila Odinga for the longest time. We support him, even in his loss of AUC chairman. We support him, he come back, and he help us to build this country. Hapo awali kuna wale ambao walikuwa wanasema iwapo hatapata kwa mwenyekiti wa AUC ni vyema aje hapa nchini ili aweze kusaidia kuhakikisha kuwa demokrasia ya Kenya inaendelea kuwa, na pia kuna wale ambao wamekuwa wakisema na wakisisitiza kwamba iwapo hatapata mwenyekiti huu ni vyema ajiondoe na aende retire kwa kutumia kimombo. Wewe hisia zako ni zipi? Mimi nasema Raila asiretire. We still need him. Kenya needs him. He has a lot to offer to this country. Therefore, he should not retire. The issue of political retribution, Raila should not be available for political retribution. Raila should be available to help us build the country. Naam, kwa sasa hisia ni nyingi, Lulu na Rashid. Ningependa kuweza kupokea maoni ya Wakenya wengi zaidi, lakini kuna mama ambaye yuko hapa, tunaomba utueleze jina lako na maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Elizabeth Aumoduola, I come from Siaya, huko penye Raila anatoka. Mimi haki nimeona uchungu sana vile Raila ameanguka. Nimeona uchungu sana, hata sijafanya kazi, lakini tunasema baba arudi Kenya. Tunampenda na bado tunampenda sana, lakini tumeumia mbaya sana. Baba fanya nini? Arudi, tunampenda arudi. 2027 tunamrudisha. Haya, ndio maoni yao hayo, na kama unavyoona hisia ni nyingi, hisia za Wakenya hawa ambao kwa kila mmoja wao ana maoni tofauti, na kwa sasa ningependa kurudisheni studioni ili tuweze kuzungumza nao hata baada ya this live broadcast. Kwa sasa kwenye Lulu na Rashid. Jenzi na baba. Naam, shukran sana Jimmy Mbogo ukitoka katikati mwa jiji la Nairobi. Na Rashid, kama umeweza kusikia, unasema sawa, baba arudi, tufanye kazi pamoja, wajenge nchi sasa. Na bila shaka na ni eneo moja hapa mjini kwa tunataka kuchukua maoni, lakini kama unavyoangalia, endapo utapata hii picha ambayo alipo Crispin Otieno, ni kwamba zile nyuso tu zinakuonesha jinsi ambavyo matokeo haya kura za siri zilizopigwa ambao yameweza kuwashangaza. Kwa hiyo nataka nizungumze naye Crispin Otieno atuambie wakazi wa Kisii wamechukuliaje ama wamepokelea vipi kura hizi kutokuja nyingi Kenya na kule kwenda nyingi kule Djibouti. Crispin Otieno. Na bila shaka nitakwenda kwa muda mfupi, nitakuwa naungana naye tena Crispin Otieno ili tuzungumze naye. Lakini Lulu, ukiangalia katika ni karata zipi ambazo zimechangia, labda pengine kuweza kuzungumza na Daktari Edgar kwa kifupi, ni kwamba palikuwa na ile barua ambayo ilikuwa imetolewa mapema kutoka kwa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, na barua iliyokuwa imetolewa inaendana na yale ambayo ilikuwa ameafikiwa mwaka 2024 katika kikao kilichokaa kwamba pakitokea mwanachama kutoka kanda ile lazima wamuunge mkono. Na ikaonekana kwamba zile kura zinakwenda moja kwa moja kwa mgombea yule ambaye ni Richard Ryamandrato. Lakini ukiangalia ndiye ambaye amepata idadi chache ya kura za siri hadi mwisho. Je, huenda ikawa ndio kura ambazo zimeleta ushindi katika siku ya leo, kura kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika? Asante kwa swali lako Rashid. Ukweli ni kuwa waliokuwa wanasusia ile barua walikuwa wanakosea, kwa maana tuliona uchaguzi ulipoanza Ryamandrato alianza na kura kama 10, kumaanisha ni taifa 6 peke yake kutoka SADC hawakumpigia kura. Hizo kura vile wameendelea kupiga, umekuta Ryamandrato zake zinapunguka na zinaenda zikiongezea upande wa Djibouti. Kwa hivyo walipobaki wawili, zile kura zote zikaenda upande wa Djibouti. Kwa hivyo ni ukweli kuwa SADC walikuwa kabisa hawakuwa wanamtaka, hata kama walikuwa wamemhakikishia kwa mdomo wao. Mambo ya diplomasia ni mambo magumu, walikuwa kabisa wanajua ni wapi watapiga ile kura. Na ambacho kimechangia kikubwa Rashid
Sana sana kwa maoni yangu ni huu mzozo umeingia kwa sababu ya mgogoro wa DRC. Vile EAC na SADC walikani kama wanaegemea pande mbili tofauti, imechangia pakubwa Mheshimiwa Raila kupoteza zile kura za kutoka SADC. Na kuna swala ambalo lilitokea pia mapema, nitamleta Tuma Charo, kwamba kuna simu ambayo tulipata kwamba ilipigwa moja kwa moja kutoka rais wa Jamhuri ya Kenya hadi kwenda kwa rais wa nchi ya Ufaransa, na ikazungumziwa kwa mitazamo tofauti. Je, Tuma Charo, kwa simu hii ambayo iliweza kupigwa, unadhani imekuwa na mchango wa aina yoyote katika matokeo ambayo tumeweza kuyashuhudia? Ndio, simu hii ilileta pia tofauti ama kukosa kuungwa mkono kwa huyu mwaniaji wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliamini ya kwamba Rais William Ruto alipopigia rais wa Faransa Bwana Macron, alimpatia siri za ndani za Afrika Mashariki ambazo ilikuwa ni kwanza viongozi ama marais wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini kwanza waongee kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini na swala la Kivu Kusini. Sasa Rais Felix Tshisekedi wa Kongo alikosa sasa kuunga mkono Kenya na pia kuunga mkono mwanaji wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga, na hiyo simu iliyopigwa kwa rais wa Ufaransa ilichangia kupunguza kura za Mheshimiwa Raila Odinga. Lakini hatuwezi, Lulu, kabla uweze kuingilia kati, hatuwezi kusahau upande ule wa pili wa kwamba ndio safari ambayo tumeona kwamba serikali iliyo madarakani, kuna picha za moja kwa moja ambazo naziona katika runinga yako wa Citizen tukikuonesha kile ambacho kinaendelea kule Addis, lakini tukizungumzia tu ili kwamba hatuwezi kupuuzia jinsi ambavyo serikali ilijitolea kwa hali na mali, kwa jino na ukucha kuhakikisha kwamba wanaandaa kampeni moja kabambe zaidi, kampeni ambayo watu wengi hawakutarajia kwamba itaendeshwa vile paka dakika za lala salama. Tumeona leo mapema pia Rais William Ruto akionyesha ishara kwamba alikuwa bado anajaribu kuwarai, anajaribu kuwashawishi baadhi ya marais. Hii inaleta ishara gani ya kwamba wakati tunarudi nchini Kenya kutoka Ethiopia kuja hapa nchini Kenya? Asante. Inaonyesha ishara kuwa taifa la Kenya na serikali ya Kenya imejaribu na ilijaribu, kwa maana ukikumbuka tulipoteza Balozi Amina Mohamed alipoteza kwa sababu ilionekana ni kama hakutia ama kampeni yake ni kama haikuendelezwa kwa makini zaidi. Kwa hivyo wakati huu serikali ilijirudia na ikajaribu kabisa kujaribu kutoa rasilimali zake na kutoa wataalamu wake waweze kumpigia Mheshimiwa Raila Odinga campaign. Na wamejaribu, tuseme wamejaribu, wametembea, umetuambia katika runinga zenu kuwa ametembelea mataifa karibu 30 hivi tuseme. Kwa hivyo tuseme alikuwa amejaribu kwa upande wake, lakini hizi kura hazipigwi tu kwa ile campaign. Matokeo tunayoona leo sio kwa sababu ya campaign ambayo imepigwa. Kama ingekuwa ni campaign iliyopigwa, Mheshimiwa Raila angeweza kuchukua kile kiti. Kuna mambo mengine mengi yamejificha pale ndani ambayo yameangaziwa na yamechangia matokeo ambayo tumeona leo, na mengi ni yale kuhusu hii mizozo, kuhusu mambo ya kama dini, mambo ya lugha zinazoongelewa, ushawishi wa kutoka nje ya bara la Afrika. Ni mambo mengi yamejificha pale. Kwa hivyo tu sio campaign peke yake ambayo inaweza msaidia mgombea yoyote aweze kupata kile kiti. Naam, labda Bwana Tuma, matokeo ya leo yana athari zozote katika siasa za humu nchini? Ndio, matokeo ya leo yana athari kwa siasa ya Kenya, kwa sababu hata pia kama tulikuwa tukisikiza maoni ya watu wengine wachache walikuwa wanasema hawataki Mheshimiwa Raila Odinga achaguliwe kama mwenyekiti wa tume ya Afrika, kwa sababu wanamtaka awe Kenya na awe ataongoza watu katika siasa za mwaka wa 2027, hasa akiwa kama mwaniaji wa urais wa nchi ya Kenya. Unao watu wengi katika Azimio, katika ODM na pia watu ambao wana maoni huru ambao walikuwa hawataki Mheshimiwa Raila Odinga ashinde kile kiti. Walikuwa wanaamini na hiyo ni kweli. Kama angeshinda kile kiti, angekuwa yeye ni mtu anafanya kazi kule Addis Ababa. Angekuwa Kenya sasa hapatikani na kile kiti kiko na kazi nyingi. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao kutakuwa Raila Odinga atakuwa sasa anahusika zaidi katika siasa ya Kenya, ambapo kwa sasa hivi yuko kwa mrengo wa Rais William Ruto dhidi ya huu mrengo unaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na wale wenzake. Sasa
swali litakuwa, je, Mheshimiwa Raila Odinga ataweza kusaidia Rais William Ruto kupata muhula wa pili katika uchaguzi ujao? Ambalo hilo ni swali gumu, kwa sababu ukiangalia katika hisia nyingi za Wakenya, hasa wale wanaopinga ambao wanapinga Rais William Ruto kurudi kwa awamu ya pili, ni kwamba wanataja masuala ya kodi, masuala ya gharama ya maisha kupanda juu, masuala ya vijana wa Gen Z kushikwa na kupotea, wengine kupatikana baada ya muda mrefu kama wameteswa, na wengine kuuliwa. Kuna masuala mazito ambayo maaskofu wa Katoliki walikuwa wameeleza kwa ufasaha, ambayo watakuwa mzigo mzito kwa Rais William Ruto kama mwaniaji wa urais ili arudi kwa awamu ya pili. Na kama Mheshimiwa Raila Odinga atakuwa na ushawishi hasa kwa hizi sehemu zake za ambazo zinamfuata zaidi kama za Nyanza na kule pwani na sehemu zingine za Kenya. Na ishara ni kwamba ikiwa Mheshimiwa Raila Odinga atakuwa upande wa Rais William Ruto, ushawishi wake utapungua. Lakini Daktari Edgar, watu wengine wanauliza, je, huu usuhuba wa William Ruto ambaye ni rais wa taifa la Kenya na pia vile aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga utaendelea, ama ndio tunasema ndio kabisa umeishi? Ni swali ngumu Lulu, kwa sababu katika siasa, mambo ya kisiasa, mambo hubadilika wakati wote. Haujui walikuwa na mkataba upi ama walikuwa wameelewana vipi alipomsaidia katika hizi kampeni zake. Huenda ikawa Mheshimiwa Raila atarudi nyumbani, aketi kidogo, aamue kuwa atarudi katika uwanja wa siasa, ama aamue atarudisha mkono, aseme serikali ya Kenya ilijaribu kunisaidia, kwa hivyo nitarudisha mkono niweze kumsaidia rais. Na pia anaweza rudi na ashawishiwe na umati wa watu ambao wanasema bado tunaamini, bado unaweza tuongoza, na ajipate kuwa katika ule msisimuko amerudi katika uwanja wa kisiasa, na akirudi pale tena atakuwa mpinzani wake rais. Kwa hivyo itabidi tuangalie vile kutaendelea. Bado wacha tuangalie vile atakavyojisikiza, asikiza wafuasi wake, marafiki wake wa karibu, ajue kama atajiuzulu katika siasa ama atazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya. Naam, bila shaka kuna maoni nitaweza kuyapata, lakini nitakuelekea moja kwa moja kuweza kuzungumza na baadhi ya maripota. Tuelekea katika kaunti ya Nyeri, ambapo mapema walikuwa wametoa maoni mseto sana kuhusiana na matarajio yao katika zile kura za siri ambazo walikuwa zinapigwa jioni ya leo. Ni dhahiri kwamba yule wa Djibouti mwenye umri wa miaka 59 ameweza kupata kura 33, thuluthi mbili zikamsaidia kwamba ndiye mwenyekiti wa AUC. Wanasemaje wakazi huko, ndugu yangu Kamau? Naam, asante Rashid. Na hapa katika kaunti ya Nyeri kwa sasa tuko katika soko la Karatina, ambapo kuna furaha tele hapa. Kumbuka tulipozungumza na kati ya wakazi wa kaunti hii masaa ya asubuhi, walionyesha kutoridhishwa kwao na taifa la Kenya kuwa linajiwasilisha kwenye uchaguzi wa wenyekiti wa African Union ama Umoja wa Afrika. Na wengi ambao hapa nimeweza kuwasikia dakika chache zilizopita wamekuwa wakiimba tu zile nyimbo za kumshukuru Mungu kwa Raila Odinga kosa kupata ule ushindi. Ndazungumza na kati yao hapa. Nataka nianze na huyu mama, nianze kwa majina. Unaitwa nani? Unaitwa nani, na pengine umeweza kupokea taarifa kwamba Kenya haijapata ule wenyekiti, na pengine hisia zako ni zipi? Kwa majina mimi naitwa Agnes Kerigo Mobi. Mimi kuaguka kwa baba kumenifurahisha sana. Juu mimi nilikuwa najiuliza, kwani huku hakukuwa na mwana youth Kenya ingesimamisha imsupport juu huyu mzee miaka yake imeenda sana. Na sisi tuko na furaha juu huko ni kama alikuwa ameenda kufishwa na huko. Ndio siasa huku kwanza iwe imerudi nini chini. Sisi tuna furaha juu sasa kimeumana. Juu hiyo ndio tulikuwa sisi tunaga. Juu sina zote damasi ilikuwa zimetengenezwa. Sasa tunajua zote maba kuisha. Kwa majina unaitwa nani mama? Kwa majina naitwa Wanjiro wa Geshero. Na mimi ni mama mboga hapa soko ya Karatina. Mimi ninasema tumefurahi sana, na ndio unasikia tunapiga sababu Mungu ameturudishia baba. Sasa tunataka baba akuje aingie parliament, sababu wao ndio wako wengi. Sasa
Tunataka akuje asimame kama vile alikuwa anasimama. Yeye ndiye alikuwa anaona watu yeye atatoboa asili vile kule watoto wetu wanaenda. Kwa hivyo tunamkaribisha sana na tunamtaka sana. Karibu nyumbani baba. Wewe mama, kwani hujivunii kuwa Kenya ilikuwa imejiwasilisha kwa ule uchaguzi? Walituambia tuache ukabila, na ndio hata sisi hatukumsupport, juu hatutaki ukabila. Baba, kuja nyumbani, karibu nyumbani, tunakungojea sana. Asante sana mama, asante sana mama. Karibia kwenye runinga ya Citizen TV. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Aris kutoka soko ya Karatina. Mimi nikisema Raila akuje hapa atusaidie na aingie huko kwa bunge, kwa sababu tunafinyiliwa sana na mambo yote. Tunataka washikane wote na washikane na Wamonyolo, tujenge Kenya yetu, kwa sababu huyu alifukuza Wamonyolo huko. Na sasa tunataka washikane, Uhuru, Wamonyolo, Raila, na tutawachika na tuwe pamoja. Asante sana, wacha tusikie sauti ya mama mwingine hapa kwa majina. Sasa sisi tumefurahia juu baba atakuja Kenya. Tunamngojea hapa Kenya juu tumehangaika, watoto wetu wametekwa nyara. Sasa baba akirudi hapa Kenya kwa Uganda na Wamonyolo, Kenya isonge mbele. Na pengine mmefurahia Kenya kupoteza kwa nini? Tumefurahia Kenya kupoteza juu baba akiwa huko Bari atakuwa anasaidia watu wa Bari, lakini tunamtaka hapa Kenya tuwe na imani juu atakuwa wakipambana na wale wengine hapa na majenzi. Asante sana, wacha tusikie sauti ya mzee hapa. Sauti ya mzee, kwa majina unaitwa nani? Naitwa William Kariuki. Umekuwa ukifuata ule uchaguzi ambao umekuwa kule Addis Ababa, pengine maoni yako? Maoni yangu ni arudi hapa atuondolee hii mto, kwa sababu pesa yote yetu wametupeleka huko, na tunataka wa Mobi wakome hiyo siasa. Kwa sababu wafanyi kazi, wanaenda kufanyia Raila na Ruto. Sasa pesa yetu waturudishie. Kwa hivyo pesa yetu waturudishie, na tunataka baba akuje pande hii ndio tuondoe, washikane na Legacy, waondoe Ruto. Asante sana. Na Rashid, ni kati tu ya semi za wakazi wa hapa Karatina na ambao ni wanaoashiria kati ya hisia za Wananyeri na ambao wengi hawajakuwa wamefurahia kuwepo kwa Kenya katika ule uchaguzi wa Africa Union. Kwako Rashid. Shukrani sana kama Umwangi, na kweli kama ungekuwa unafuatilia kwa mbali ukaekewa tu picha bila sauti ungedhani uko Djibouti, lakini tuko Kenya. Wanafurahi wakisema kwamba mtetezi wao wanataka arudi nyumbani, wakiwaamini watawasaidia, na wamezungumza sana kunikina mama, lakini wanajua jinsi ambavyo siasa za hapa nchini zinaendelea, wakisema kwamba akija ajue kwamba mahakama iliamua kwamba Azimio ndio ina wajumbe wengi bungeni, lakini spika akasema kwamba ni Kenya Kwanza. Kwa nasema wakija tu wakifika hapa aanze na hilo. Wamefuatilia mambo ya kitaifa, nadhani kwamba ni mashabiki sugu wa runinga Citizen mwaka wanafuatilia mada kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanasema mtetezi njoo, ndoto yao, dua yao, wako hawataki ashinde ule. Lakini umemsikia ule mama mmoja amesema, ni jambo ambalo limenifurahisha, anasema si nyinyi mmesema tusikuwe na ukabila. Naam. Kwa hivyo tumemwambia arudi, tunamkaribisha. Semi kitu. Huko Nyeri watu wanafurahi, lakini huku upande wa Mtalaki County 001 jijini Mombasa, hali ikoje Mtalaki kuhusiana na taifa la Kenya kuweza kupoteza nafasi hiyo ya AUC? Lulu na Rashid, hisia ni mseto hasa katika kisiwa hiki cha Mombasa, ikizingatia kwamba pia hapa ni ngome ya Raila Amolo Odinga, na ningependa kupata maoni moja kwa moja kutoka kwa wakazi ambao pia wamekuwa kifuatilia matukio haya siku kutwa. Labda nianze na nani? Wacha nianze na kijana wewe. Labda tueleze, umekuwa ukifuatilia na Kenya kushindwa ama Raila Odinga kushindwa, labda ni sababu zipi zilizochangia? Maana tumeona katika raundi ya kwanza na ya pili alikuwa anaongoza, lakini 3, 4 na 5 amekwisha kukosa ushindi. Naam, maoni yangu kulingana na takwimu zile ambazo tumeweza kushuhudia ni kwamba zile nchi za South Africa ama SADC ama zile nchi ambazo zinatoka katika eneo la SADC zilikuwa na ungwaji mkono ambao wangemuunga Raila Odinga mkono vizuri, angeweza kushinda. Ukiangalia ile awamu ya kwanza aliweza kushinda, ya pili, ya 3 na ya 4 na ya 5 mtawalia hangeweza kushinda kwa sababu yule ambaye pia alikuwa ni mgombea mwenza ametoka Madagascar,
yule alikuwa ana nafasi ama zile kura zake 5 zingekuwa ni kura ambazo zingeenda kwa Raila Odinga, lakini kwa sababu pia ni masuala ya kidini pia yako pale, hakuna vile wale wangeacha kumpigia mwenzao wakampigia kiongozi wetu hapa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo zile kura 5 zimeenda kwa yule ambaye ni Mohamed wa Djibouti. Kwa hivyo kumalizia ni kwamba pia ameonyesha ishara nzuri, ameonyesha picha nzuri, kwa sababu ameonyesha kwamba yeye ni mwana Pan African statesman, kuachilia mwenzake aweze kushinda, kwa sababu iwapo wangeshinda wangepata mshindi, tungeenda awamu ya pili. Raila Odinga anarudi nyumbani sasa, unatarajia nini? Mwelekeo wake achukue mwelekeo gani? Kwanza kabisa wacha niseme ni siku ya huzuni sana, si kwetu tu kama Wakenya bali Afrika mzima. Tumepoteza nafasi ya kuchagua kiongozi mchapakazi, kiongozi mwenye anafahamu shida za Kiafrika. Na pia niseme ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba kuna wenzetu hapa Kenya tunasherekea mwenzetu anapoanguka ama anapokosa kupata kiti kama hicho. Inahuzunisha na si tabia mzuri, si mfano mzuri tunaweza kuonesha hata nchi zingine. Na baba, kama ishafanyika, sisi tumekubali, ni uchungu, tutazidi kuibeba, lakini kuna wakati mzee wacha arudi, tuendelee kujenga taifa, lakini tusiendelee kugawa taifa letu leo hii kwa sababu mtu mwingine ameanguka na unaona ni kwamba si mtu kutoka kwa maeneo yako unasherekea. Sisi ambao tumekuwa tukimsupport, tumekuwa tukimunga mkono, tuko na ile huzuni. Kuna wakati mtatuhitaji sisi pia tuangalie hii kitu kama Kenya na tuache hii mambo ya kusherekea kwa sababu mtu mwingine ameanguka. Asante. Labda baba narudi nyumbani, unatarajia matarajio yako ni yapi? Matarajio kama mtetezi sisi ni kuwa tayari Raila arudi, kwa maana kuteleza sio kuanguka. Raila amejaribu kama Raila kama mzalendo, lakini sisi kitu ambao yani tunakosoa ni wale ambao yani walikuwa wameweka hii kitu. Ninaona ni kama hii ni kama ilikuwa siasa. Wakenya walichukua kama ni siasa, lakini kitu ambao tunaanza omba kuwa tayari hii ni mfano ambao yani inatakana kila mwananchi wa kawaida au mtu yoyote ambao yani tayari ako kwa kinyarangiro mpaka angalie, kwa maana haikuwa a political contest, na hii hawa Kenya na mabunge wote wa Kenya nimeona kama tayari walikuwa huko. Saa hii hata wamewachwa kwenye wazo, hakuna kitu ambao wanaweza ongea, kwa maana saa hii wanaongoja Raila arudi. Sasa tuangalie sasa Raila arudi kwa opposition. Tunakukaribisha baba, rudi nyumbani baba. Asante. Labda wewe unaendeleza, labda unaona ni sababu zipi ambazo zimechangia kwa Raila kuweza kukosa kutoa ushindi? Asante sana. Wakenya ndio wameloss, sio Raila, kwa sababu nashukuru Kenya kwa kupeana candidate yao ambayo ameendea na hii kinyang'anyiro. Kusema kweli, round ya kwanza na round ya pili, hiyo inaonyesha kweli kwamba Raila alikuwa sawa kwa hii post, na katiba ambayo ilitengenezwa na hiyo ndio imeleta hii shida. Katiba yenyewe tumeona, kwa sababu hii imeweka Afrika nzima. Afrika nzima kuna dini tofauti na tunasema kuna dini tofauti na kuna watu tofauti, lakini tumeelewa imefanyika, sio kitu ambaye tunaweza sema Raila ndiye amelusi. Unatarajia mwelekeo upi akirudi nyumbani afanye nini? Kusema kweli, Raila akirudi nyumbani apokelewe vizuri sana, kwa vile ametetea, ameng'ang'ana mpaka tumepata picha nzuri sana kwa round 1 na round 2. Kwa hivyo apokee, wacha tumpokee na sangwe na nderemo, na hii mambo ya kupata sections ya Kenya zingine wanaserekea sababu Raila ameshinda, hiyo ndio tunapinga sana, sababu Raila akianguka ama Raila akipata, Kenya wamepata. Raila akianguka, Kenya wameanguka. So usiseme Raila ameanguka, kabila fulani ameanguka. Wacha tusherekee kupokea Raila back vile tumesherekea kutuma kunyang'anya. Wacha nipate sauti yake. Labda wewe kushindwa kwa Raila Amolo Odinga, labda maoni yako ni yapi? Unatarajia anapofika nchini Kenya labda aweze kuchukua mwelekeo wa aina gani? Asante sana. Mimi maoni yangu ni tunamkaribisha sana, nyumbani ni nyumbani. Hata kama ameanguka, sisi bado tunampenda na bado tunamtaka.
Asante sana. Naam, ni baadhi tu ya wakazi hawa wakisema nasi kuhusiana na hisia mseto, wengi wakionekana kutoridhishwa na kile ambacho kimeweza kutokea katika taifa la Ethiopia jijini Addis Ababa, wakiwa na huzuni, lakini wanasema kwamba wanataraji Raila Amolo Odinga atakaporudi nchini basi wataweza kumpokea, na wanasema basi waweze kuganga yajayo kuhakikisha kwamba gurudumu la taifa linaweza kusonga mbele, na watakuwa wakisubiri kwa kina kuona kwamba mwelekeo ni upi watakwenda kuchukua. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki na kuregesha kwa Kilulu na Rashid kwa taarifa zaidi. Naam, shukran sana Francis Mtalaki kutoka kaunti 001. Ama kwa hakika Rashid, ilikuwa ni hisia mseto. Kuna jamaa mmoja anasema tuendelee kujenga, tuache kujigawanya. Nafikiri anaashiria kwamba ule mshikamano uliokuwepo wakati wa mchakato wa kutafuta wenyekiti ulituliza zile siasa, miemko ya kisiasa, na kuonesha umoja katika pande ambazo watu wasingeamini kwamba kuna wakati zitafanya kazi pamoja. Kwa hiyo anasema licha kwamba ni matokeo ambayo hayajaridhisha, lakini siwe ndio mwanzo wa mfarakano na tofauti. Robert Masai kutoka maeneo ya Kajiado naungana naye kwa hivi sasa ili atuambie naye ndugu zetu wa Kajiado wamepokea vipi matokeo haya ambayo baadhi ya Wakenya wanahuzunika, lakini kuna maeneo mengine ambapo wanafurahi wakisema wanamhitaji sana hapa kuliko yeye kwenda kutumikia bara zima la Afrika. Naam, Rashid, bila shaka kufikia sasa tangu asubuhi tumekuwa hapa katika mji wa Kajiado kuweza kufuatilia namna wananchi wamekuwa wakisema, na tangu asubuhi wamekuwa wakifuatilia shughuli hii nzima, lakini sasa wanahisia chungu nzima, ikizingatiwa kwamba kufikia sasa mgombea wa Kenya ameweza kubanduliwa kwenye ile kinyang'anyiro na yule wa Djibouti akaweza kupata nafasi ya kuwakilisha bara Afrika. Na moja kwa moja bila kuandikia mate, nitaanza tu hapa kwa wananchi, labda hisia zao ni zipi. Tukianza na wewe, labda karibia tu hapa, alafu tuweze labda kutoa hisia zako ni zipi kuhusiana na swala hili nzima. Asante sana Rashid, mimi ni Gabriel Onyango. Hii swala tumezoea, lakini tunashukuru Mungu mahali ambapo Raila amefika, na sisi kama wana Kenya bado tutakuwa wana Kenya na bado tutapigania nchi, na nchi itasonga mbele na tufanye kazi. Asante. Sina menene la kusema. Asante sana. Pia tupate maoni yako, labda tu hisia zako ni zipi kuhusiana na matokeo ya kura ambayo imetamatika muda mfupi uliopita? Maoni yangu ni kwamba ili swala tumeifuatilia kutoka asubuhi, tumekaa kufuatilia, lakini kama wenye tulikuwa tuna wapinzani wetu ni kama walikuwa wamejipanga. So kuna wakati mwingine pia naambia baba arudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Kwa hivyo maoni yangu ni kumwambia tu baba ajikaze, iko wakati mwingine. Mungu awabariki. Haya, asante sana. Pia karibia hapa tu, alafu tueleze labda kufikia sasa unafikiria vipi baada ya uchaguzi ambao umeendeshwa kule Addis Ababa? Asante sana rafiki yangu. Asante sana rafiki yangu Robert. Kwa maoni yangu naona tu Raila ameweza kushindwa, na matokeo yaliyotokea tunakubali, na tunaomba Wakenya wenzetu ambao waliandamana na baba, tunawashukuru, warudi Kenya, tuendelee kwa ile maisha yetu ya kawaida. Asante. Haya, asante. Pia karibia tu hapa hivi, alafu tuweze tu kutueleza labda kufikia sasa tayari mgombea wa Kenya ameshabanduliwa kwenye ile uchaguzi, na sasa mwenyekiti anatokea Djibouti. Kama Mkenya unahisi vipi? Kama Mkenya kwa majina naitwa Kennedy Mwau. Kama Mkenya tunasema baba arudi Kenya, tuendelee na kujenga Kenya na ashikana na wale wengine tuendelee mbele. Haya, tukiendelea tu labda kwa haraka tu tueleze labda kama mkazi wa Kajiado umepokeaje hizi taarifa baada ya kugundua kwamba Raila Odinga amebanduliwa kwenye ile uchaguzi? Okay, I'm Benada. The results. It's okay. Okay. Kwa majina naitwa Benada, and what has happened has brought heartbroken us as Kenyans. We expected Raila to win, but now what has happened has really heartbroken us, and now we are telling Raila, come back home. You are our son. We shall receive you well. Thank you. Asante sana. Labda tupate mwingine pia hapa. Naona maoni ni kemkem kutoka kaunti ya Kajiado. Labda tuweze tu, labda kwa maoni yako ni vipi? Mimi naitwa Dongo kutoka Kajiado. Na sisi tuna furaha sana kwa venye kumefanyika katika huu uchaguzi. Sasa baba arudi huku nchini tuweze kujenga taifa pamoja. Asante sana. Tupate pia wanadada. Unaweza karibia tu hapa. Na labda karibia tu hapa hivi, alafu tueleze labda hisia zako ni zipi? Angalia kamera tu. Okay, mimi tunaambia tu Raila Odinga kule, kwa hiyo jambo umeshindwa, lakini kama wewe
nyumbani 2027 tutakuwa kwenye Nyeri, tutachagua kama kawaida, sababu huyo ndio kiongozi bora kuliko nchi yetu. Haya, asante sana. Karibia tu hapa hivi. Karibia tu hapa hivi. Okay, basi Rashid, kama umesikia, hawa ndio wananchi wa Kajiado na wengi wao wametoa hisia mbalimbali kuhusiana na swala hili. Kwa hivyo ni swala ambalo tutazidi kufuatilia, labda kuanzia kesho hisia zitakuwa chungu nzima tu, kwa sababu ni swala ambalo labda lingekuwa la kihistoria, lakini kwa sababu bahati haikusimama kwa taifa la Kenya, basi shughuli ikatamatika hivyo. Kwa hivyo ni swala ambalo tutafuatilia kesho, lakini kutoka hapa Kajiado sina la ziada. Mimi naitwa Robert Masai. Kwako Rashid. Na shukran sana Robert Masai. Tumepata maoni mseto, tumeona hisia kali kutoka kwa wanaozungumza. Kwa kweli macho yamejaa huzuni, macho yamejaa machozi, ni kama yanasubiri kutiririka. Sijui kama umeliona hilo Daktari Edgar, jinsi ambavyo wananchi walivyohuzunika na kutopata hiki kiti, wakisema kwamba hichi kiti hakikuwa cha Raila Amolo Odinga, hichi kiti hakikuwa cha Daktari William Samoei Ruto, hichi kiti ilikuwa ni ushindi wa Afrika kwa ujumla, wakiamini kwamba Raila alikuwa mtu sahihi. Ni ukweli. Jambo ambalo tumeona katika limedhihirika ni kuwa kwenda kwake Raila ni kama kuligawanya taifa, na hata kurudi kwake ni kama bado kuna taifa itagawanywa. Kwa hivyo itabidi watu pia aje pia aongee na wafuasi wake, aweze kuwatuliza, aweze kueleza kuwa alikuwa anaenda kufanyia bara la Afrika kazi na atapata nafasi nyingine, na azidi kuponya wafuasi wake, kwa maana kupitia runinga na hizo interviews tumeona kuna watu wengi sana wamekuwa na huzuni. Na mweza kuzunguni. Kwa kuna swala pale la wale watu ama zile nchi ama jumuiya ambayo inatumia Kifaransa kama lugha asilia ya mawasiliano, na pia zile nchi jumuiya ambazo zinatumia lugha ya Kiingereza kama lugha asilia. Hii karata ni mojawapo ya karata ambao wachanganuzi wengi wamekuwa wakizungumza, sema kwamba itakuwa na mchango mkubwa sana katika mwelekeo wa kura zilizopigwa. Umeiona karata hiyo? Kabisa, hiyo karata ilikuwepo, na sasa ongezea pia Waarabu pale ndani, alafu uongezee pia wanaoongea lugha ya Portuguese. Kwa hivyo hiyo karata imechangia, ndio maana ulikuta yale mataifa ambayo yote yalikuwa upande wa Madagascar, na kumbuka Madagascar wanaongea Kifaransa, yaliweza kurudi upande wa Djibouti. Kwa hivyo hiyo karata ya lugha imetumika pakubwa katika uchaguzi huu. Na karata ya lugha imeweza kutumika pakubwa. Na kuna kitu moja umesema kwamba tujaribu kilichofanyika Ethiopia kisitugawanye. Lakini kama unavyojua kura za siri baada ya dakika 30 zinakuwa dhahiri. Je, wakati tutajua kwamba ni taifa lipi ambalo halikupigia kura upande wetu, ndio mwanzo wa mgawanyiko? Kama tutabahatika, kwa bahati mbaya tuone kwamba kuna nchi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatujui, lakini labda pale nchi moja mbili ambazo hazikupigia kura, itamaanisha nini katika mshikamano wetu hapa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Soma. Kutaleta uhasama na kutaleta uhusiano ambao utakuwa si mzuri, kwa sababu sasa itakuwa mtu amejitenga na hili kundi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kama vile kusaliti familia. Lakini ishara za kwanza, nchi kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais wake Felix Tshisekedi tangu mwanzo amekuwa na uhasama na Kenya, kwa sababu amekuwa akilaumu Kenya kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23. Na kwa sababu hiyo DRC ni nchi ambayo iko katika ile kundi linaloitwa Francophone, ama nchi ambayo wanaongea lugha ya Kifaransa, na ilikuwa sasa itakuwa na msukumo mkubwa, kwa sababu nchi za kuongea lugha ya Kifaransa, yani Francophone, huwa zina umoja katika huu uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Ukiangalia wenyekiti wote tangu mwanzo, kuna wa kwanza alikuwa anaitwa Konare kutoka Mali, wa pili anaitwa Esi kutoka Cote d'Ivoire, mwingine ni Jamping kutoka Gabon. Hizi nchi zote Gabon, Cote d'Ivoire na Mali ni Francophone. Mahamat mwenyewe ambaye anatoka Chad, ambao bado ni Francophone. Mwenyekiti wa ile tume ya Umoja wa Afrika ambaye hakuwa anatoka nchi za kuongea Kifaransa ni Nkosazana Dlamini Zuma kutoka Afrika ya Kusini, yeye peke yake. Sababu hata sasa huyu Mohamed Yusuf, hata kama ni Msomali wetu, lakini ni Francophone. Kwa hivyo Francophone wana ule umoja, wanaongea Kifaransa wakati wa kupiga hizi kura, na si jambo zuri. Watu wangekuwa tu wanapiga kura kwa uhuru, kwa uwazi, ili Afrika pia iwe pamoja. Sasa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki imegawanyika,
pengine sasa sera ama sheria za kupiga kura kwa hiki kiti katika siku zijazo, badala ya kutumia jiografia kwa Afrika, tutumie pia hizi lugha rasmi. Kwa sababu Afrika wale ambao katika sheria zao wanasema Kifaransa ni lugha yao rasmi ni nchi 21. Katika Afrika nchi ambao wanasema Kiingereza ni lugha yao rasmi ni nchi 15. Kwa hivyo unakuta zile nchi ambazo kirasmi ni wanatumia Kifaransa ni nyingi kuliko hizi za ambazo zinatumia Kiingereza rasmi. Kwa hivyo katika hili jambo ambalo liliangaliwe ili sheria pia zibadilishwe, badala ya kutumia Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, Afrika Kusini, pia kutumike pia si jambo zuri, lakini pia tumike francophone na anglophone. Okay. Na kwa Daktari Edgar, kibarua cha Mahmoud Yusuf Ali, ni kibarua cha aina gani? Asante sana kwa swali lako. Anaingia na anapata kibarua kikubwa sana, kwa maana kuna masuala mengi yatayakuta yamemngojea. Swala la kwanza ni swala la usalama katika bara la Afrika. Tumekuwa na mataifa mengi ambayo yamekumbwa na vita na migogoro. Tunaongea mambo ya DRC Congo, tuna Sudan kule, na mzozo Somalia bado haijatulia. Alafu kumbuka haya mataifa ambayo yamepigwa marufuku kupiga kura ni kwa sababu wana matatizo ya usalama katika nchi zao. Kwa hivyo jambo la kwanza kwa maoni yangu naona kuwa Mohamed Yusuf atafanya ni kuwa mambo ya usalama, adhibiti mambo ya usalama, mazungumzo upande wa DRC, vita vya Sudan ambayo IGAD ni kama imelemewa kutatua mambo kama yale, mzozo wa Sahel ambao majeshi wameweza kupindua serikali ambazo zilikuwa zimepigiwa kura halali. Kwa hivyo jambo la kwanza ni usalama, kisha pia angalia mambo ya kama ukulima na njaa katika bara la Afrika, mambo ya afya, tukiangalia haswa sasa kama rais wa Amerika vile amekata mikopo katika bara la Afrika kupitia USAID, na vile ametisha na hata pia ameondoa Amerika katika kuchangia fedha zake katika WHO. Kwa hivyo kuna mambo matatu kwa maoni yangu naona itabidi azingatie: mambo ya usalama, mambo ya chakula na ukulima, na pia mambo ya hata afya katika bara la Afrika. Na mtazamaji, tuna mengi ambayo tunaweza kuyazungumza kwa hivi sasa, na kama ninavyokufahamisha Lulu, kwa muda wote tutakuwa pia tunamuingiza Daktari Barak Muluka ili naye pia vile vile aweze kuchangia katika ili swala ambalo tutaka kuweza kuendelea. Kuna swala ambalo baadhi ya wadadisi jana kwa wanazungumza. Ukiangalia kiti cha uwenyekiti ilikuwa ndio wadhifa ule ambao ulikuwa unasubiriwa kupigiwa kura wa mwisho, lakini ukiangalia katika zile nyadhifa za mapema, jinsi ambavyo watu wanapata matokeo, ilikuwa inaashiria ni kama ambaye huku upande wa huku ulikuwa bado hatujapata mtu ambaye amepata kile kiti. Na ikawa hofu ya kwamba je, inamaanisha kama nyingi zimekwenda huku, hii moja itakuja huku, ama kama nyingi zimekwenda huku, hata hii nyingine itakwenda huku. Nafikiri kama mliona hiyo, watu wanasema kwamba kama zinaelekea hivi, tuna ishara basi huenda Raila Amolo Odinga atapata kura nyingi. Na wengine nasema kama zinaelekea hivi, tuna hofu kwamba huenda zikaelekea hivyo. Sijui Edgar, hizo karata hizo kama tuliziona kwa maana unajua kawaida mataifa ama binadamu kwa kawaida hutaka kuitanishwa na upande ambao unashinda. Kwa hivyo alipoanza kuongoza Mohamed Yusuf, mataifa mengi hata ambayo alikuwa labda amempigia Raila kura walianza kujiuliza maswali na egemea upande utakaoshindwa, na ndio uliona ilifika wakati kura za Raila zikawa ni kama zinataka kupungua, zinaongezeka upande wa Yusuf, na dakika ya mwisho Yusuf alipoachwa katika uwanja peke yake ili wasiweze kurudia tena hizi kura, hata walikokuwa upande wa Raila waliamua wacha tumalize uchaguzi mara huu, tusije siku nyingine, wakaegemea wakaenda upande wake. Kwa hivyo kuna hayo maoni, binadamu kawaida hutaka kuitanishwa na upande ambao unashinda. Kwa hivyo walipoona Yusuf ni kama mataifa yote katika Afrika yanaegemea upande wa Yusuf, wakasema wacha tujiunge na hicho kikundi. Okay. Na kwa faida ya mtazamaji, unajua tunapozungumza na baadhi ya Wakenya, wengi wanasema Raila rudi, tumepata pigo. Tusiangalie Raila kama mtu like an individual, tuangalie kama taifa. Sisi kama taifa tumepata pigo la aina gani, na ni vitu gani ambavyo sisi kama taifa tungepata endapo Raila angepata huo kabisa? Swali nzuri sana. Tuseme ukweli wa mambo, kulingana, haijalishi watu wanaegemea upande upi, wengine wamefurahi, wengine wamekasirika, wengine wamehuzunishwa. Taifa la Kenya tumekosa pakubwa. Kama Raila angepata hiki kitu cha kwanza, umaarufu
katika ulimwengu wa kidiplomasia wa Kenya, tungepata ushawishi mkubwa, kwa maana hata kama amesimamia bara la Afrika na masuala ambayo amemweka pale na majukumu yake ni ya kuzingatia bara la Afrika, hakika Kenya pale ndani masuala ambayo inaguzia Kenya ataipea kipaumbele. Ataweza kuangazia kwa mfano kama huu mzozo wa DRC ambao unaguzia na unasumbua taifa la Kenya kwa njia moja ama nyingine, ungekuta kuwa akiweka juhudi zake pale nyingi na kutumia ushawishi wake kujaribu kutatua shida kama zile. Kenya tayari tuna ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa kidiplomasia, na nyota yetu tuseme inaangaa sana katika bara la Afrika, ingezidi kung'aa zaidi. Kwa hivyo tuseme hapo kidogo tumepata pigo kama taifa, na ndio watazamaji ambao wanasema eneo zingine ziache kufurahia, wana ukweli kidogo, kwa maana ndio hata kama kuna siasa zetu duni hapa za hapa ndani, ukweli wa mambo ni kuwa Kenya imepoteza. Raila alikuwa ni angesaidia Kenya na angesaidia Afrika nzima. Asante. Na bila shaka mtazamaji, tunataka tuangalie baadhi ya jumbe pia vile vile na maoni ambayo atakuwa tuweza kuyazungumzia kwa hivi sasa, kwa sababu kuna swala zima la ushawishi wa kisiasa, kuna swala la ujuzi wa kidiplomasia, kuna mtazamo wa kiuchumi na kimapinduzi. Ni baadhi ya masuala ambayo tunatarajia kwamba yatapewa kipaumbele. Lulu, juzi nikiwa na Daktari Barak Muluka hapa studioni, Daktari Edgar na ndugu yangu Tsuma, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na uwezekano mkubwa wa kwamba ushindi wa Raila Amolo Odinga endapo atapata nafasi ya kuteuliwa kama mwenyekiti wa AUC utakuwa umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Na ikiwa sasa hivi hakupata kile kiti, tofauti yake, mbadala wake ni upi? Asante sana tena Rashid, ni furaha kuweza kurejea hapa tena. Sasa upande wa pili wa haya matukio na matokeo ni kwamba vile tulivyotaja siku ile, Raila Odinga ana kwao, na kwao ni hapa Kenya. Sio Bondo. Ni hapa Kenya. Na atarejea, atafika hapa Nairobi, huenda akapumzika kwa siku chache, na kisha baada ya hapo atachukua ala zake za siasa pale ambapo alikuwa ameziachia. Ataenda moja kwa moja kwa chama chake cha ODM, atawaita wana ODM na atawaambia kwamba nilipoenda kule ugaibuni, nilipokuwa najiandaa kuondoka, niliwaambieni kwamba nawaacha kwa muda mfupi chini ya kiongozi mshikilizi. Hakuwa ni kiongozi kamili, alikuwa ameshikilia tu. Na sasa mimi mwenyewe nimerejea hapa. Kuna mambo ambayo yamedhoofika, siasa za taifa hili zaenda vibaya, na inaonekana hakuna mtu anayewatetea raia wa Kenya. Hivyo sasa mimi narudi pale pale nilipokuwa naondoka. Niliwaambia kwamba nikishinda ni sawa na nisiposhinda pia ni sawa. Hivyo basi wale ambao walikuwa wakitarajia kwamba watamhamisha Raila na kumpeleka ugaibuni kwa apate sasa uwanja pariwanja ambao sasa utakuwa ni uwanja wao kutamba vile wanavyofikiria kisiasa, hao ndio wanaotakikana kuwa na wasiwasi. Lakini kuna upande mwingine wa sarafu kwamba kwa yale aliyofanyiwa, kwa ushirikiano aliopewa, huenda akaja, lakini pia akaona kwamba huyu na serikali yake huyu ni binadamu. Itakuwa ni vigumu, kwa sababu tukitazama na kufikiria na kuzingatia yale ambayo alikuwa akitoa, matamshi yake ya kisiasa, hasa katika hatua za mwisho alipokuwa akijiandaa kusafiri kwenda Addis, zilikuwa ni kama vile alikuwa anatoa kauli za kuweza kuisuta serikali ya Rais Ruto. Alikuwa anawasuta kwa mambo ya kuweza kuwateka vijana na kuwatesa. Alikuwa anawasuta kwa mambo ya uchumi jinsi ilivyo. Alikuwa anawasuta kwa kukiuka uamuzi wa mahakama na vitu vya aina hiyo. Ilikuwa ni kama ishara za kutuonyesha kwamba asipofua dafu kule, arejeapo hapa atachukulia pale pale. Na tizama kwamba wakati ambapo chama cha ODM kimeweza kuwa kinaonyesha ishara za kuwa na migawanyiko, hawa watoa kauli hii, wengine watoa kauli ile, Mheshimiwa kiongozi mshikilizi katika chama
Profesa Anyang' Nyong'o ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisumu aliweza kuzungumza bayana na kusema kwamba mkimwona huyu katibu wa chama wa kitaifa, katibu mkuu huyu Edwin Sifuna akizungumza, mheshimuni, kwani huyu katibu wa chama yuko sawa kabisa. Huo ndio msimamo wa chama cha ODM, ndio msimamo wake Raila Amolo Odinga. Na kwa pakubwa wale ambao ni mashabiki wake na wafuasi wake wasiwe ni watu wa kusononeka na kusema kwamba wameshindwa. Ni upanga unaokata pande zote, ni kama msumeno wakata mbele wakata nyuma. Pia ni vizuri tu kwa taifa hili ambalo kwa kiasi fulani upinzani umeweza kuwa ni hafifu sana, na wahitaji bwiji anayeweza kupambana na wale walio mamlakani na wakati uliopo ni Raila Odinga. Na kidogo nitakukatiza, endapo atachukua uamuzi kama huo, huoni kwamba ataonekana ni mkosefu wa fadhila? Si mkosefu wa fadhili au fadhila, kwa sababu ukweli ni kwamba siasa ni uwanja ambapo chochote chaweza kutokea. Kule ambako alikuwa akitumwa, sio tu eti alikuwa anatumwa kwa masuala ya kidiplomasia, ni masuala ya kisiasa. Uwanja wa diplomasia ni uwanja wa siasa za kimataifa. Wale ambao huwakilishwa katika huo uwanja, katika huo uga, ni marais, ni viongozi wa kisiasa, na yule anayefika kule kwenye huo uwanja pia yeye kazi yake kwa pakubwa tu ni kazi ya kisiasa, kwa sababu anamwakilisha kiongozi, wanawakilisha wanasiasa wa kule katika upeo wa juu zaidi. Ndipo kwa lugha ya Kimombo wao huitwa His Excellency, Her Excellency. Na excellency mwingine ni rais wa taifa peke yake. Kwa hivyo yuko katika huo uwanja, amerudi hapa, na tizama katika siku chache zijazo wale ambao wamekuwa wakimsifu na kumtaja kama mtu ambaye waweza kufikiri kwamba yeye ni malaika Jibril utaona wakianza kumsuta na kumtusi na kumwambia vitu kama kwamba wewe huwezi kupita kura, wewe tulikupigia debe, wewe tuliweka pesa zetu nyingi hapo tukatumia za kitaifa, mimi kama rais nilikupigia debe, waziri mwandamizi aliweza kukupigia debe, hata na wajumbe tuliwasafirisha kama vile ni mashabiki wa kandanda kuja hadi Addis Ababa kuweza na wewe pia kukukaza moyo. Utaona hayo yakija katika nyakati zijazo. Kwa hivyo ni siasa na siasa zitaendelea. Na bila shaka anaposema Barak anasema kwamba tutasubiri tuone kipindi ambacho kitakuwa na badiliko hisia, lakini tunajua kwamba mchakato huu ukianza ilikuwa kushaanza lile wimbi la serikali pana ya kwamba serikali pana ya watu wote, serikali jumuishi ambayo hatubagui kwamba tulioshinda ndio tubakie pale ndani. Na ukiangalia pia kuna baadhi ambao walikuwa baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani ambao wako ndani ya serikali pana. Je, hii inatoa ishara ya kwamba huenda pia hata kama hakupata ule wadhifa, hakija hapa, huenda watu wanapofikiria ikawa tofauti, unabada kawa kimya tu na mambo mengine yakasonga, kwa sababu labda pengine kuna mengi yalizungumzwa mbali na support ya mwenyekiti wa AUC. Ndio, hatutazamii kwamba Mheshimiwa Raila Odinga akifika Jomo Kenyatta International Airport basi kutabadilika sana mambo mengi na kutakuwa pengine na tofauti kubwa katika uwanja wa kisiasa, kwa sababu makubaliano yake na Rais William Ruto si kwamba yalikuwa ni ya muda mfupi ama ni ya hii kura ya Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Makubaliano yalikuwa ni ya muda mrefu, kama pengine miaka miwili mpaka hadi mwaka wa 2027. Unalijua hilo? Kuna kitu unajua ambacho sisi hatukijui?
Hakuna kinachokijua, lakini ukipima, ukiangalia vile Raila Odinga alishikana na William Ruto, kuna ishara kwamba kulikuwa na maelewano ya muda mrefu, ambao katika siasa miaka 2 ni muda mrefu, kwa sababu hata wenyewe katika siasa mshasikia wanasema wiki moja katika siasa ni muda mrefu sana. Lakini sitazamii kwamba Mheshimiwa Raila Odinga atafika Nairobi na kukata uhusuba wake na Rais William Ruto, kwa sababu kuingia kwake katika serikali hii ya Kenya Kwanza kulituliza lile dao ambalo lilikuwa laenda mrama, hasa baada ya vijana wa Gen Z kufanya maandamano kwa sababu ya masuala ya kodi ya juu na gharama ya juu ya maisha. Kuingia kwa Mheshimiwa Raila Odinga na watu wake, na mpaka kupata wale mawaziri katika baraza la mawaziri la serikali ya William Ruto, kulituliza mambo mengi Kenya, na hasa kutoka kwa mtazamo wa wanabiashara, masuala ya kiuchumi, walifurahia kwamba hili dau limetulizwa, na limetulizwa mpaka tufike ile mwaka wa 2026. Kwa hiyo kabla nikupe nafasi, kuna swali umeweza kuona maanisha kwamba mojawapo ya kumuunga mkono, kama maelezo yako ni tumeweza kusikia vizuri, ilikuwa ni kumtumia kutuliza nchi. Mtazamo wako hapa pia aliungwa mkono kwa sababu atulize nchi. Sasa hivi kama hakupata kile ambacho kwa kinaelekea kule, inamaanisha nini? Hata kama hakupata ule wenyekiti, bado ule ushirikiano wake na Rais William Ruto uko, na kwa maoni yangu, japokuwa sijaketi na Mheshimiwa Raila Odinga, ni kwamba huu ushirikiano utaendelea mpaka ule wakati wa uchaguzi ambao unafika. Na kwa sababu pia kihistoria Kenya huwa mambo mengi hutulia, kwa sababu wanasiasa wa Kenya huwa ni wamoja. Ni watu ambao ukiona kwa TV pengine wanatukanana, lakini jioni wanakula meza moja. Lakini wakati ule mwaka wa kura Kenya, ndio huwa kunaingia sasa mirengo tofauti, na mwanasiasa wa Kenya huwa anabadilisha hata vyama vitatu kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo mimi sioni kama kutatoka mawimbi ama kutatoka shida yote katika huu uhusiano, hasa wa Mheshimiwa Raila Odinga na Rais William Ruto, mpaka uchaguzi ufike mwaka 2027. Na Barak, kuna baadhi ya viongozi nadhani uliwaona walianza ku assume roles za upinzani, wakijua fika kwamba baba anaenda na akishinda wamesha assume roles. Watu kama hao mwelekeo wao ni upi? Maanake sasa kidogo siasa zao zimepigwa chenga. Unajua hilo eneo ni eneo ambalo limekuwa na udhohofu mwingi sana, na ingawa Mheshimiwa Tsuma hapa anachukua msimamo ambao tuweza kutaja kama msimamo chanya, huo msimamo wake, msimamo chanya, pia una udhohofu wake. Ukweli ni kwamba ushuhuda wa aina hii tunaozungumzia hata hapo kitambo, Bwana Raila Odinga aliweza kuunda na Mheshimiwa Mwai Kibaki katika mwaka 2002, lakini kisha baadaye alikuwa na mategemeo yake. Na mategemeo yake ni kwamba naye aweze kujikita katika mahali ambapo patampandisha na kuweza kumpeleka kwenye ikulu wakati mmoja. Kuna wafuasi wake pia ambao kwa kiasi kikubwa wanatarajia aje awape mwelekeo, na mwelekeo ule wanaotazamia sio mwelekeo wa kwenda kule kumfuata Rais Ruto. Hivyo basi wale ambao wameachiwa huo uga hawakuchukua hiyo nafasi pasavyo na kuweza kujikita kama miamba ngome za upinzani. Hivyo basi yeye atakuja, atapata vitu viko pale pale alipoacha. Raila Odinga ni kama yule mtu ambaye sisi umsoma katika vitabu vitakatifu, ambaye alienda safari na akawaacha watumishi wake nyuma, akawa wengine amempa talanta 10, mwingine akawa amempa dinari 5, na mwingine amempa dinari 1, na aliporudi mwingine akamwambia, hii dinari yako niliifukia mchangani
nikijua kwamba wewe ni mtu wa roho mbaya, kwamba wewe wakusanya ambapo hukutandaza, na pia wewe wachuma mahali ambapo hukupanda, wavuna pale ambapo hukupanda. Sasa yeye atakuja kujipanga katika nyakati chache tu zijazo, tutakuja kuyaona haya yakitokea, na sio kubahatisha na wala sio kutamani, ni kule kuweza kuangalia matukio ya kijamii hasa